Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu wa samani. Karibu sana na nakupenda sana. Mungu akubariki sana. Leo natamani tuangalie swala zima la kumtumikia Mungu, na hasa kumtumikia Mungu kama mtumwa na sio mtumishi. Sasa utasema Bwana unasemaje bwana tusimtumikie kama mtumishi? Tutakuja kuangalia maana yake ni nini na lenga kumaanisha nini. Tusome kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 7 mpaka 10. Kuna kitu Yesu anasema hapa, anaambia wanafunzi wake. Anasema, lakini nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara alipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, atamwambia nifanyie tayari chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu anafanya aliyoagizwa? Sasa tunaona mtumwa huyu katoka shambani, afa anatuambia, je, bwana wake atamwambia njoo keti hapa tayari ule? Na maana kama atamwambia njoo keti tayari hapa yule, nani kapika? Na maana bwana wake kampikia mtumwa? Inawezekana? Haiwezekani. Je, hata umwambia sasa ni kitu gani ambacho bwana wake anatakiwa kumwambia? Hatamwambia bwana nifanyie mimi chakula nile, alafu njoo unitumikie, kwa sababu ndio kazi yako, ni mtumwa. Alafu baada ya anasema, je, atampa asante huyu mtumwa? Kimsingi atampa asante kwa sababu amefanya majukumu yake anayotakiwa kuyafanya, lakini ikitokea amempa asante, tunasema hizo ni busara za yule bwana wake huyu mtumwa. Hii haina ulazima wa kufanya hivyo. Afa anasema vivyo hivyo. Sasa kama yule mtumwa alivyofanya kwa bwana wake, ametoka shambani kuchunga, kulima, na bado anamwandalia chakula, anampelekea chakula bila kutarajia asante. Anasema vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kuyafanya. Maana yake ni nini? Ngoja tuangalie maana ya mtumwa ni nini, afu tutakuja kuona maana yake nini mambo haya. Mtumwa maana yake ni nini? Yaani mtu akiwa ni mtumwa maana yake ni nini? Mtumwa ni mtu anayemilikiwa na mtu mwingine, anayelazimika kufanya kazi bila uhuru wa kujiamria mwenyewe na bila kutarajia malipo yoyote. Kwa nini atarajia malipo? Kwa sababu anamilikiwa tayari. Hii ni kwetu. Yesu alituambia kwamba tukimtumikia hatuwezi kuongea kitu chochote, atatuheshimu, alipo ina sisi tutakapo kuwepo, atatujaza kila tunachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake, lakini hatumtumikii kupata kitu, ila tukimtumikia kuna kitu atatupa. Ndio tafsiria hii kitu. Lakini mtumishi ni mtu wa aina gani? Mtumishi mtu anayefanya kazi kama mtu anayefanya kazi, na mtumishi anafanya kazi. Hii kuna tofauti. Mtumishi anafanya kazi kwa hiari. Mtumishi anaweza kaamua mtumikie bwana huyu, akakata mkataba kaenda kumtumikia bwana mwingine. Huyo ni mtumishi. Mtumwa hana hiari. Mtumishi hamilikiwi, ila mtumishi anatenda kazi, na mtumishi analipwa mshahara au ujira, lazima alipo. Alafu mtumishi ana haki zake za kisheria. Mtumishi hawezi kumwamsha saa 7 usiku ndio ofisini, atakwambia huu sio muda wa kazi. Mtumishi ana muda wa kazi. Mtumwa hana muda wa kazi. Mtumwa akiambia saa 7 amka, anaamka. Nenda huko, anaenda. Huyo ni mtumwa. Lakini mtumishi ana muda wa kazi. Mtumishi anaweza kaacha kazi akipenda. Bwana, mimi silipi vizuri, sioni maslahi kwa, anaamua, anaacha, anaondoka. Mtumwa ana utashi huo. Ukienda Warumi 1:1, Paulo inaandikwa kwa kwanza, Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtumwa. Paulo mtumwa wa Kristo. Tushaona tabia za mtumwa ni zipi. Alafu ukirudi sasa Wafilipi 2:6, na hapa ndipo napotaka tuone. Anazungumzia habari za Yesu, jinsi alivyokuwa sawa na Mungu, alikuwa sawa na Mungu, akaona kuwa Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Okay, tuanze Wafilipi 2:6, anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu. Nani? Yesu. Naye akaona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali ajifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Alijifanya kuwa na nini?
ana utukufu, akatoa namna ya nini? Namna ya mtumwa. Na alivyoonekana ana umbo kama umbo la mwanadamu, alinyenyekea mpaka mauti, na mauti ya msalaba, baada ya kutoa namna ya nini? Namna ya mtumwa. Na ndio maana siku ile wamemkuta kisimani, anazungumza hiyo mwanamke Msamaria, akamwambia mwalimu wa ule, akasema chakula changu ndicho hiki, yatenda mapenzi yake aliyemtuma na kuimaliza kazi. Yaani alichukulia hivyo utumishi wake kwa Mungu wake kuwa kama chakula, alichukulia kwa uzito huo. Kwa tafsiri yake mtu na sisi, kumbuka sisi ni watumwa wake Kristo. Kwa nini? Sababu tumenunuliwa na Kristo. Sisi sio mali yetu wenyewe, sisi mali ya kwake Kristo. Kwa hatuna cha kufanya chochote kwa hiari yetu. Huu hiari tulionao ni kwa sababu tu hatujatambua ni kwa kiwango gani tunatakiwa kunyenyekea ili Mungu atutumie. Hatujatambua kiwango gani sisi ni vyombo, yeye ndiye mtendakazi. Hatujatambua kiwango gani sisi ni kama vile kikombe kilichobeba maji. Akiwezi kujivuna juu ya maji. Kikombe hakina namna ya kumaliza kiu ya mtu, ila maji yaliyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa ili uwe mtumwa, lazima kitu kitokee kwenye maisha yako. Lazima kitu kitokee kwenye maisha yako. Luka 9:23. Akaambia wote. Nani Yesu anaambia wanafunzi? Anaambia watu wote sasa. Mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Yaani lazima ujikane, lazima ufe, afu mruhusu Yesu aishi ndani yako. Ndipo unaweza ukatoa namna ya mtumwa katika kumtumikia yeye. Na hatuwezi kumtumikia Mungu kikamilifu au kitimilifu mpaka tumekubali kuwa watumwa wa kwake. Akituambia chukua hatua hii, tusianze kuleta mjadala wa kwamba kwa nini nichukue au subiri haya mambo yakae hivi na hivi. Tunakumbuka yule mtu ambaye alisema, mwalimu nipe ruhusa niende kwanza nikazike. Sio alikuwa anazika baba yake yule. Yesu akamwambia wacha wafu wazikane, nifuate. Mungu hatutamsha usiku omba afu tukaanza kumwambia Bwana unajua nitaomba kesho. Hapana. Kwa namna mtumwa haiko hivyo. Hata ukamwambia Bwana nenda mkoa fulani ukaanze kazi yangu, afu kaanza mimi kwenye ratiba zangu sina ratiba ya kuishi kwenye mkoa. Haiko hicho kitu kwenye utumwa. Ila kwenye utumishi hiyo kitu iko. Au nenda kanitumikie sehemu fulani, afu nauliza Mungu shilingi ngapi wananipa? Au jamani mtumishi tunakualika tunaboje uje utuhudumie, unaweza kuuliza shilingi ngapi mtanipa? Hoteli gani mtalala? Hiyo ni ya watumishi. Ila ya watumwa yani mtu mwenye namna ya utumwa kwenye kumtumikia Mungu aulizi ni shilingi ngapi utanipa. Sasa atauliza niambie ibada ni lini na ni saa ngapi na ni wapi. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho kitu ambacho Mungu anataka. Hivi Mungu alitumiwa kwa shilingi ngapi? Huwezi ukasamanisha kuingiza kwenye pesa za aina yoyote duniani, huwezi. Sasa wewe unataka eti kakununua kwa damu ya thamani ya mwanako mpendwa. Afu unataka eti ili akutumie lazima umwekee masharti. Hii haiko sawa. Kwa ndugu zangu, lazima tufike mahali pa kuhama kwenye kutoka kuwa watumishi wa Mungu na kwenda kuwa kwenye watumwa wa Kristo Yesu. Tusiwe na hiari yetu sisi wenyewe. Tujitoe sisi 100% kwa ajili yake. Hatuna cha kutoa zaidi isipokuwa kutoa miili yetu kuwa dhabihu. Ndio sadaka yetu njema mbele zake. Ndio sadaka yetu. Hatuna cha kutoa kufidia hicho. Hatuna. Na hii miili tunaitoa ni sadaka tu. Hatulipi chochote, ni sadaka. Kwa hatutaki kumpangia Mungu nini afanye na maisha yetu. Badala yake tukubali kutoa maisha yetu kwa ajili ya Kristo. Na ndivyo inavyompendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Umebarikiwa sana na ukaendelee kumtumikia Mungu na kuifanya kazi ya Mungu kwa mithili ya mtumwa. Ninapendezwa na wewe na Mungu akubariki sana. Amen.